Sasa mgombea anayefuata ni ndugu Hamis Kea Juma. Karibu sana Bwana Hamis Kea, kwa dakika moja kujitambulisha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Hamis Kea Juma, ni mgombea nafasi ya mwenyekiti Baraza la Vijana Taifa. Mimi nimeamua kugombea sio kwa kutumwa, ila nimeamua kugombea kwa sababu ya uthubutu na uwezo ambao niliokuwa nao. Kwenye CV yangu ukiangalia, niliwahi kuwa rais wa wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar SUZA mwaka 2019, lakini baada ya hapo niliwahi kuwa makamu wa rais wa shirikisho la vyuo vikuu na taasisi za elimu ya juu Tanzania bara, lakini niliwahi kuwa mwenyekiti wa shirikisho la vyuo vikuu na taasisi za elimu ya juu hapa visiwani Zanzibar. Asante sana. Asante sana ndugu Hamis Kea Juma. Na swali lako nambari 1 ambayo ni sawa na nambari 2 kwa upande wa judges. Nikizungumza hivyo watakuwa wanaelewa. Utakumbuka kwamba unaweza kusikia nimetaja namba 2 pengine mgombea aliyepita, alafu na huko nikataja tena nambari 2, wao wanakuwa wanafahamu katika vipengele vyao walivyoorodhesha. Kwa hivyo msistuke swali nambari 2 likaulizwa zaidi mara 1 au mara 3. Iko hivi maana yake. Swali lako nambari 1 ambalo ni sawa na nambari 2 kwa upande wa judges linasema ifuatavyo: ni mikakati ipi ya kupunguza umasikini kwa vijana? Asante sana ndugu moderator. Kwanza tunatakiwa tutambue mikakati ni nini. Mikakati ni vitu ambavyo tutakavyovipanga kuhakikisha yale malengo ambayo tunayotaka yanakamilika. Lengo la mikakati ni kupunguza umaskini kwa vijana. Tukiwa tunakwenda kupunguza umaskini kwa vijana, kitu cha kwanza tutakachotakiwa tukifanye, cha kwanza lazima tuwape elimu vijana kuhusiana na swala zima la kujikwamua kiuchumi. Tukiweza kujikwamua kiuchumi, basi tutakuwa tumeweza kupunguza umaskini. Lakini mkakati wa pili, lazima tuwawezeshe. Tunatakiwa kuwawezesha kwa kutumia njia tofauti. Tunatakiwa kuwawezesha kwa kutumia mikopo, lakini vinavyotakiwa. Tunapata changamoto ya mtu anapewa mkopo lakini hajui kitu cha kwenda kufanya. Lakini cha kwanza, lazima tukishakumpatia elimu ya kitu cha kwenda kukifanya, then tunamwezesha namna gani ya kwenda kukifanya. Lakini cha tatu, tunakwenda kumtafutia channel au tunakwenda kumtafutia sehemu ya kwenda kuipeleka ile bidhaa ambayo ameitengeneza. Hapo tutakuwa tumemwezesha na tumepunguza umaskini. Asante. Swali lako nambari 2 sawa na nambari 13 kwa upande wa judges. Mabadiliko ya tabia nchi yanaweza kuathiri vipi maendeleo ya jamii? Mabadiliko ya tabia nchi yanaweza kuathiri vipi maendeleo ya jamii? Asante ndugu moderator. Mabadiliko ya tabia ya nchi yanaweza kuathiri kwa ukubwa lakini pia kwa udogo maendeleo ya vijana katika nchi. Vipi mabadiliko ya tabia ya nchi yanaweza kuathiri? Tutakumbuka tu tulipokuwa na janga zima la corona, kulikuwa kuna vitu vingi vimeweza kustack ambavyo vijana tulikuwa tunavitumia kama ni kipato kwa ajili ya kuwezesha familia zetu, lakini kwa ajili ya kujipatia kipato ambacho tulichokuwa nacho. Kwa hiyo mabadiliko ya tabia ya nchi yana fakta moja ya kuweza kupunguza ile inflation na outflation ya resources ambazo tunazoziingiza, lakini ya product ambazo tunazozizalisha. Kwa hiyo tukiwa tunakwenda kwenye mabadiliko ya tabia ya nchi, tutagundua kwamba lazima kutakuwa kuna vitu vitapungua vya kuingia na vitu vitapungua vya kutoka. Sasa kitu cha muhimu, tunatakiwa tufanye risk mitigation ili kuhakikisha kwamba yatakapokuja mabadiliko ya tabia ya nchi tuwe tuna factors tumeziweka ambazo zitakuwa zinasaidia kumitigate ile mabadiliko ya tabia ya nchi. Asante. Asante. Swali lako la 3 sawa na nambari 4 kwa upande wa judges. Baraza linawezaje kuongeza ushiriki wa vijana katika maendeleo ya taifa? Baraza linawezaje kuongeza ushiriki wa vijana katika maendeleo ya taifa? Asante sana. Ukipitia katiba, ukipitia sera ya vijana, inatutaka mpaka kufikia 2026 mwaka huu tuliokuwa tuko nao, tuhakikishe 40% ya vijana wameingia katika vyombo vya maamuzi. Kuingia katika vyombo vya maamuzi ni vipi? Tutagundua sasa hivi viongozi wengi wanaochaguliwa ni vijana ambao wanakwenda kututetea sisi vijana, lakini viongozi hawa ndio wanakwenda kwenye maamuzi
ya nchi moja kwa moja, lakini utaangalia kwamba nafasi nyingi zinatolewa kwa vijana, kama hii kuundwa tu kwa baraza la vijana. Hii ni factors moja ambayo inatupelekea kufika kwenye yale malengo ambayo tunayoyataka. Asante sana. Nakushukuru sana, unaweza kuketi.